Ishara 18 zenye ujumbe wa kiroho. Mara kwa mara unaota ndoto zenye maudhui mazito ya kiroho. Huoni ndoto za kawaida, bali za ajabu na zenye hisia nzito. Ndoto hizo hujaa picha au maneno yanayokukumbusha hali zako halisi. Mara nyingine unaona unaitwa au unaonywa. Hii ni njia maarufu ya Mungu kuzungumza, hasa kwa wale wasio na muda wa kutafakari mchana. Usizipuuze ndoto hizo, ziombee na utafute tafsiri yake kiroho. Msikilizaji wangu, nikusihi kusubscribe channel yangu hii pendwa kabisa ya The Best Education in Love Media, ili kuwa mtu unayependa kujifunza na kuelimika kiroho na kiimani. Hivyo nikusihi sana kusubscribe channel yangu hii pendwa. Bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe. Ukisha bonyeza basi utakuwa tayari umeshakuwa mtu unayependa kujifunza na kuelimika. Tuendelee na ishara ya 2. Kila sehemu unayoenda unasikia ujumbe unaofanana. Unapokaa kanisani, kusikiliza redio au hata kuzungumza na watu, ujumbe unaofanana unaendelea kurudiwa. Kama ni juu ya toba, utasikia kila mahali. Kama ni juu ya kuanza safari mpya au kuacha kitu, utashangaa kwa nini kila mahali kuna maneno hayo. Hii si bahati mbaya, ni sauti ya Mungu ikithibitisha ujumbe huo. Usiikatae, bali uanze kutii kile unachosikia. 3. Hali ya ndani ya kutotulia. Moyo wako hauna amani, hata kama hakuna tatizo la moja kwa moja. Ni kama vile kuna kitu kinakusumbua ndani na huwezi kuelezea. Hali hiyo huja ghafla, hasa unapokuwa unafanya mambo yasiyompendeza Mungu. Ni sauti ya Mungu ikikuonya au kukuvuta kwake. Ukitulia na kuomba, utaelewa ni nini anasema. 4. Milango ya maisha kufungwa ghafla. Unapojaribu kufanikisha jambo, iwe ni kazi, biashara au hata mahusiano, kila kitu kinagoma bila sababu. Unahisi kama kuna nguvu kubwa imezuia. Wakati mwingine, Mungu hufunga njia fulani ili kukuongoza katika njia sahihi. Usilazimishe kufungua mlango ambao Mungu ameufunga. Badala yake uliza, Bwana, unataka nifanye nini? 5. Kusikia sauti ya ndani ikiongea nawe. Kuna sauti ya upole ndani ya moyo wako ikisema, usifanye hilo au tembea njia hii. Sauti hiyo si mawazo yako ya kawaida, bali ni kama mshindo wa upole unaokuongoza. Mara nyingi huja wakati wa kufanya maamuzi magumu. Ukiipuuza, huweza kuingia kwenye shida. Ni Mungu akikuongoza kwa njia ya Roho Mtakatifu. 6. Unaanza kuchukizwa na dhambi zako. Dhambi ulizokuwa ukizifanya bila wasiwasi sasa zinakuuma ndani. Unaanza kuona ni aibu, hata huzuni, kufanya makosa yale yale. Hii ni kazi ya Mungu moyoni mwako, akikuonyesha kuwa wakati wa mabadiliko umefika. Sauti hiyo inakuita kutubu na kuishi maisha ya utakatifu. 7. Unahisi kuvutwa kwenye ibada au Biblia. Ghafla unapata kiu ya kusoma Biblia, kusali au hata kuhudhuria ibada bila kushurutishwa. Unahisi kuna kitu kinafanya roho yako kuwa na njaa ya kiroho. Hiyo ni Mungu akikuita uje karibu naye. Usikatae hiyo hamu, ni mlango wa baraka unaofunguliwa kwako. 8. Unakutana na watu wa kiroho pasipo kupanga. Mara kwa mara unajikuta unakutana na watu wanaokutia moyo kiroho au kukuhubiria bila ya mpango. Unapokuwa kwenye hali ngumu au kwenye dhambi, mtu anaweza kukuambia jambo moja tu likakugusa sana. Hawa watu ni wajumbe wa Mungu. Usidharau ujumbe wao, hata kama si wachungaji. 9. Vitu vya kawaida vinakuwa na maana ya kiroho. Mara ghafla, jambo la kawaida kama kuona upinde wa mvua, kusikia wimbo fulani au kusoma maneno kwenye bango linakuwa na maana ya kipekee. Unahisi ujumbe huo ni wa kiroho kabisa. Mungu anatumia kila njia kukuambia kitu, hata kupitia mazingira ya kawaida kabisa. 10. Unaanza kulia bila sababu ya kawaida. Wakati mwingine unaanza tu kulia unapokuwa peke yako au hata kanisani, bila kujua hasa sababu. Machozi hayo ni ishara ya kuguswa na Mungu. Anaweza kuwa anakuponya, anakuonya au anakuonyesha huruma yake. Ni ishara kwamba yuko karibu sana nawe katika kipindi hicho. 11. Naona au kusikia neno la Mungu likijirudia kila mahali. Kuna neno moja au kifungu cha Biblia kinajirudia kila unapokisoma, kusikia au hata kufungulia. Neno hilo linakuwa kama mwanga wa kukupa maelekezo ya maisha. Mungu anapenda kutumia neno lake kama njia kuu ya kuzungumza. Ukiwa makini, utajua ujumbe maalum alionao kwako. 12. Ishara katika ndoto au maono ya kiroho. Unaweza kuona moto, miale ya nuru, watu waliovaa mavazi meupe au ishara nyingine za kiroho. Maono haya huwa na uzito wa kipekee na mara nyingi hukupa amani au mshtuko wa kiroho. Ni njia ya Mungu kukuonesha kwamba unaalikwa kuamka kiroho au kuchukua hatua fulani. 13. Mambo unayoyatamani kiulimwengu yanapoteza mvuto. Ghafla, vitu vya dunia kama mali, starehe au burudani havikuvutii tena kama awali.
Unahisi ni kama unahitaji kitu cha ndani zaidi, maana halisi ya maisha. Hiyo ni roho yako ikiguswa na sauti ya Mungu, akikuita katika safari ya kiroho. 14. Majanga ya ghafla au ajali kukufanya uwaze kiroho. Unapopitia hatari au ajali fulani na ukaokoka kwa namna ya ajabu, unapata msukumo wa kumtafuta Mungu zaidi. Ajali au janga hilo huwa kama mwamko wa kiroho kwako. Mara nyingi ni Mungu anayekuonyesha kuwa maisha yako mikononi mwake na ni muda wa kusikiliza sauti yake. 15. Hali ya mazingira kubadilika bila maelezo. Ghafla hali yako ya kimaisha, mahusiano au mazingira yako ya kawaida yanabadilika bila kutarajia. Mabadiliko hayo huja kwa mshindo na huwezi kuelewa sababu. Ni kama maisha yanakuambia, simama na fikiria. Mara nyingi, hiyo ni njia ya Mungu kukuonyesha kuwa ni muda wa mwelekeo mpya. 16. Ukisali au kuabudu, unahisi uwepo wa ajabu. Wakati wa maombi au kusifu, unahisi hali isiyo ya kawaida kama mzigo unaondoka au furaha ya ajabu inayokujaa. Mara nyingine unaweza kuanguka, kutetemeka au kuhisi uzito wa kiroho. Huu ni uwepo wa Mungu ukiwa karibu sana nawe, ukizungumza na roho yako. 17. Usiku wa manane unaamka ghafla. Unazinduka kati ya saa 8 hadi 10 alfajiri bila sababu ya kawaida. Hii ni saa ya kiroho ambapo Mungu huwaita watu wake kwa maombi au kuwapasha ujumbe maalum. Ukiona hali hiyo inajirudia, inua maombi yako na uliza Bwana aseme nawe. 18. Kila unachogusa bila Mungu kinaharibika. Unapojaribu kufanya mambo kwa nguvu zako bila kumshirikisha Mungu, kila kitu kinaenda vibaya. Hali hiyo huwa kama ukuta usioonekana. Mungu anakupa ujumbe kwamba bila yeye huwezi kufanikisha chochote. Ni wakati wa kumtanguliza mbele katika kila hatua ya maisha yako. Ujumbe mkuu, sauti ya Mungu, haiji tu kwa kishindo au radi. Mara nyingi huja kwa utulivu, upole na mazingira ya kawaida. Lakini mwenye moyo wa kutafuta ataelewa kila ishara. Usipuuze sauti ya Mungu inapokuita. Jibu leo, kabla ya mlango wa neema kufungwa. Msikilizaji wangu, nikusihi kusubscribe chaneli yangu hii pendwa kabisa ya The Best Education in Love Media, ili kuwa mtu unayependa kujifunza na kuelimika kiroho na kiimani. Hivyo nikusihi sana kusubscribe chaneli yangu hii. Bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe. Ukishabonyeza, basi utakuwa tayari umeshakuwa mtu unayependa kujifunza na kuelimika, na utapata mwendelezo wa ishara hizi za kiroho. Asante na amina.